inakuaje? Wewe acha tu, sisi tutaforce pamoja, acha tu nimkunjulie. Umeona bwana? Basi Baridi akamwambia brother Baridi, sio usiwazi wala nini, sisi tutaishi pamoja hapa. Usiwazi wala nini, sisi tutaishi pamoja tu mwanangu, hamna kwa hali na mali yani. Kwa namna yote sisi tutaishi, tutapambana kwa design yoyote. Wewe karibu mwanetu hapa kama homo tu hapo. Wewe kulala kuna maboksi unaweza? Chizi akamwambia hilo sio swala la kuuliza tena. Wafikiri sisi tuna sehemu nyingine pa kukimbilia isipokuwa humu. Mimi unaweza? Anambia basi fresh mwanangu usiwaze. Basi yule blaza bwana ndo akawa mwanae yule. Kupata hata kampani usiku anagonga story nini. Maisha yanaenda. Asubuhi kukicha wanaingia za uchimbo. Ule mchizi ndo akawa sasa kama MC mwanangu, anaanza kuandaa watu sijui nini anaongea. Unajua tena mambo mtini ndo anaanza sijui nini watu wamekusanyika hapo Riki ndo anaanza kuangusha gitaa mle. Watu wao wanasikiliza burudani mmoja mmoja, anaanza mwenyewe anazama mfukoni, kwa sababu ngoma alizokuwa naimbaliki sio ilikupo wewe yani uwaze kutoa pesa zako kwa kinyongo. Umeona bwana, kwa sababu watu wanatunza na mimi ngoja nitunze. Wewe mwenyewe ngoma inakukosha, unashangaa ni mkono unaenda mfukoni. Mwenyewe kama ulikuwa unaka 10,000 kako mwenyewe unasema cha bajeti, unashangaa umeenda kumtunza. Yani ni mtu ambaye alikuwa anakukosha, anatoa ngoma za kusisimua. Yani unajua kabisa huyu mchizi kwa nini uko hapa? Umeona bwana? Sema ndo unajua majaliwa kila mtu Mungu amemjalia majaliwa yake. Kila mtu Mungu amempa njia zake za kupita. Umeona bwana? Kwa hiyo bwana Ricky bwana akajikuta anajizolea mashabiki wengi. Sasa yule blaza alikuwa amemkaribisha. Yule blaza ni mjanja wa mjini, anajua maisha jinsi yalivyo. Kwa kulingana na vipesa alivyokuwa anavipata Ricky, akamwambia wewe mdogo wangu, wewe sio kweli. Kwa vipesa hivi si hatuwezi tukalala kwenye maboksi alafu tulale stendi ya Ukamu. Umeona bwana? Hivi pesa vinatutosheleza kabisa sisi kupata chumba. Umeona bwana? Sisi tuchukue hata chumba cha giza tuanze maisha yetu. Au unaonaje? Dogo aelewi mwanangu masuala ya chumba yani inakuaje ni kuna kupanga. Yeye ameshazoea masuala ya kijijini, masuala kama kuna kutoa hela kununua usingizi yani kwenda kununua chumba yani kukodi hayo yeye aelewi yeye. Unaona mambo ya wapi yeye. Ila blaza fresh kwa sababu wewe ndio unaelewa masuala ya mjini. Fresh haina noma, tufanye hivyo. Basi na noma yule blaza mwanangu akaenda kafosi akapata chumba cha giza. Umeona bwana? Wakatandika maboksi yao kwenyewe wanalala. Kama kawaida shughuli yao ndo hiyo. Jioni wanaenda zao pale, dogo anakiwasha, watu wanatunza pesa, maisha yanaendelea. Mwisho akamwambia tena mdogo wangu sikiliza, hatuwezi kulalia maboksi. Tununue kigodoro. Basi akamnunulia godoro pale, maisha yanaenda. Ni kifupi yani maisha yale yakawa yanakontroliwa na yule blaza yule. Nitakuja kuambia jina lake baadaye. Unaona bwana? Kwa sababu Ricky hakuwa na kichochote anachokijua. Yeye anaona tu anaenda tu ili mradi maisha yalivyo ndo hivyo. Kwa akawa anakontroliwa na yule blaza, hapa tunatakiwa tununue godoro. Na kweli wananunua godoro, maisha yanaendelea. Basi kaenda wakapambana tena, anambia mdogo wangu wewe uwezi kuwa hivyo. Yaani kuna mwana ile sanaa unaifanya ile inahitaji muonekano. Wewe uwezi ukawa hivyo yani alafu lazima kwanza upendeze. Unaona bwana? Kwa blaza yule tena anaingia chimbo, anamchukulia viwalo mwana bwana. Anaingia viwalo mwanetu anang'aa sasa. Anaenda kuimba pale anang'aa. Unaona bwana? Ikaenda tena ngambia mdogo wangu wewe sio kweli, si hatuwezi kukaa chumba cha giza. Tafute chumba cha umeme. Katafuta chumba cha umeme wakahamia. Mwanetu sasa tununue godoro. Tununue nini? Radio. Aliki anasema nunua TV, akamwambia TV haina maana mdogo wangu. TV ukinunua utabidi sasa uanze kulipia na vitu vingine. Shaelewa? Ili upate mambo yanayoendelea kidunia. Lakini radio sisi inatufaa kwa sababu sisi wanamuziki, tutakuwa tunasikiliza muziki tofauti. Shaelewa? Afu wewe unajijua wewe unakosea wapi? Unatakiwa upite wapi? Bila kusikiliza muziki wewe utashindwa kujua muziki unataka nini kwa sasa hivi. Hapa cha muhimu tununue radio tu. Basi wakanunua radio. Na kwa vile washajenga ile nasema nini ile? Wameshajenga chemistry nzuri, basi wana vibe ndani, wakiamua kuruka wanaruka au mwana anasahau kabisa kama wana maisha ya chini, maisha ya shida. Yani kiasi kwamba ni mshikaji akaja kuona kweli mimi sina ndugu. Umeona bwana? Mimi sina familia. Ila hii ndio familia yangu. Yani akaja kukutana na mtu ambaye amemchukulia kabisa kama familia yake. Maana ule blaza alikuwa ni muaminifu. Ingekuwa mtu mwingine nilikuwa vile vipesa nakusanya na mpiga chenga. Lakini anamsimamia dogo kwenye anamsimamia maisha yake vizuri, anamjengea mikakati mizuri mpaka dogo anajua hapa kweli mimi nimepata blaza. Yaani mimi huyo ndo blaza yangu. Hii ndo familia yangu. Maisha yakawa yanaenda hivyo unajua. Basi unajua siku zote bwana maisha jinsi yalivyo, unapoona furaha imezidi unajua kuna huzuni nayo inakaribia. Na unapoona huzuni zinazidi unajua kuna furaha
inakaribia. Basi bwana wakati huo pale yule blaza yake siku moja akamwambia mdogo wangu, bwana mimi nataka nisepe. Nataka usepe? Wapi tena? Bwana mimi nataka nisepe zangu mdogo wangu, nende zangu kijijini kwa wazee kwanza nikapate baraka za wazee, pia nijue wananisaidiaje kuhusiana na swala langu la nini, la ugonjwa nilokabiliana nao. Ugonjwa unanisumbua mimi, unanitafuna muda mrefu mdogo wangu. Sasa nimewaza njia pekee ya kupata utatuzi, kwanza ni niwarudie wazee. Mimi kule nikienda nitapata msaada kwa wazee, msaada kwanza kupata baraka zao na kujua njia gani ambao wanaweza wakanisaidia ili kutatua ya matatizo. Sasa dogo akamwambia, sasa brother wewe unaenda kuwasumbua wazee kwa kivipi yani? Sasa mimi sasa hivi hela tunapata, au sio bwana? Tunapambana visenti tunapata. Mimi hizi hela hizi tunaweza kuziwekeza tukaforce wewe hospitali ukapata tiba. Hivi hela mbona vinatosha? Unaona bwana? Wewe ina haja kwenda kijijini brother, kijijini maisha kijijini wewe mwenyewe unayajua. Sasa unaenda kuongezea watu mzigo. Yaani hizi hela tuna make hizi brother, hizi tunaenda kukutibia hospitali. Sasa yule kijana ndo akanamwambia yule brother, anamwambia wewe mdogo wangu, kweli hizi hela sisi kwetu ni nyingi, lakini wewe hujui maisha ya mjini. Yaani hujui gharama za hospitali. Hivyo unavyoona tu tuna vipesa, unasema tuna vibunda hivyo vinaweza tukasaidia kupona. Unaweza kwenda hospitali vyote vikaishia reception. Unaona? Afu mwisho wa siku unakuja kukuta ndoto zako zinaharibikia hapo. Sababu wewe sasa hivi utakiwa kufocus na mimi, wewe unatakiwa focus na ndoto zako. Yaani uhangaike na kipaji chako kuhakikisha unafikia malengo. Sasa ukishaanza kuniangalia mimi, jua ndo unaharibu ndoto zako taratibu. Kwa sababu ukishanipeleka hospitali na uhakika hela haitoshi. Na huo muda wewe wa kuniangalia mimi hospitali ndio muda huo ambao wewe unatakiwa ufanye nini? Ufanye juhudi zako za kupambania kipaji chako. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuja kujikuta wewe unazidi kuporomoka baada ya kunisaidia mimi. Yaani unaharibu kwangu, yani kwangu mimi hakuna cha maana. Umeona, kwako wewe hakuna cha maana. Bora ufocus kwenye jambo moja. Mimi nipo kwa namna yote, kama nikifa mipango ya Mungu. Na kwa sababu wewe unapambania ndoto zako, kama ukifikia malengo kwenye siku yoyote una uwezo wa kunisaidia, so mpaka leo. Leo ukinisema saa hizi uanze kuhangaika na mimi utapoteza kila kitu. Basi ule dogo bwana, kiufupi bwana Ricky alikunja. Akulizishwa kabisa na maneno yale brother. Akamwambia so kweli bwana, mimi bora nipoteze kila kitu lakini wewe ukae sawa. Sababu hivi vitu vyenyewe nisingevipata isipokuwa kampani yako, au sio bwana? Kama hivi vitu vinatafutwa, acha tupambane na wewe kwanza. Hata ikitokea kitu chochote, hata tumefilisika vipi, tumekosa chochote, hata chakula tumerudi tena kulala kwenye nini? Umeona? Kwenye mastendi. Itafika kipindi tutapata muda, tutatafuta, tutafanikiwa. Ambia mdogo wangu, wewe mgeni mjini, nisikilize mimi. Umeona bwana? Huko unapoanza wewe utasema tu, lakini mwisho wa siku utapoteza kila kitu. Yaani hakuna kitu kibaya kama kuanza. Yaani kuanza mwanzo kugumu kuliko kuendeleza. Umeona? Wewe hapo ulipofikia unatakiwa ujiendeleze. Ukishaporomoka ukija kuanza tena, kumbuka hapo utakuwa umeshapoteza kila kitu. Watu tena kukuamini itakuwa uongo. Wewe sasa hivi watu wanakuamini, focus kwenye mambo yako. Umeona? Basi bwana inabidi dogo akunjue tu. Mchezi akamnunulia dogo simu vile kiswaswadu, kamuelekeza jinsi ya matumizi, na yeye akachukua kiswaswadu chake, bwana simu yangu mbona na line yangu hapa, ya kwako hapa, namba save. Kwa hiyo unapokumbana na jambo lolote unalohisi kwamba sasa hili mimi siwezi kulitatua mpaka nimwambie blaza, wewe nipigie wakati wote, ila mimi nasepa zangu kijijini. Baridi bwana Ricky kabidi akunjue, kamsindikiza blaza yake huyo, kakwea pipa, yeye akarudi zake. Mama kapanda gari, yeye akarudi zake, anaendeleza mambo yake yale. Sasa sikio mwenyewe anaimba. Watu wamekusanyika kama kawaida, mwenye kama shughuli zake za kawaida, watu wanamtunza, wapi wamekuja watu. Wakamfuata, kuna washikaji fulani ngambao, mwanetu vipi fresh. Basi tumeagizwa bwana. Kuna tajiri mmoja bwana, ni mtu mkubwa sana kwenye hili taifa, ni mtu mkubwa pia kwenye masuala ya sanaa. Sasa ameona clip zako zinazokuwa zinatambaa, watu ambazo anazitumatuma hizi. Akavutika sana na wewe. Fupi bwana ametuagiza sisi tuje tukuombe kama ikiwezekana ukiafiki uende ukafanya naye mikataba ya kazi. Unaona? Sababu ni mtu ambaye anamiliki lebo kubwa ya wasanii. Unaona? Alikuwa anamiliki lebo kubwa ya wasanii. Yaani mtu ambaye alikuwa anamiliki lebo kubwa ya wasanii. Kwa maana wewe uwezekano wa kukusaidia kufikia malengo yako upo kwa 100%. Sisi tunaomba tu liza yako tuondoke na wewe. Dogo akaona wanangu mimi kuwajibu bwana, kwanza sikuwajibu kwa pupa siwezi.
Sababu haya mambo mimi uzoefu nayo sina. Naombeni mnipe dakika kadhaa kwanza niongee na blaza yangu. Akainua simu akampigia yule blaza. Wa blaza vipi? Bwana blaza, kuna hichi na hichi na hichi. Kuna shikadi wamenifuata hapa, wamenielekeza bwana, kuna bosi sijui hivi. Akamwambia mdogo wangu hicho sio cha kumbwela. Umeona bwana? Yani hicho kitu hicho sio cha kumbwela. Yani hapo unatakiwa watu tena watolee macho. Yani hata kama ikitokea ile papu wamegaili hao, wewe wakimbilie, wanganganie. Hiyo ndo fursa hiyo, na fursa hiji mara mbili mdogo wangu. Yani na watu hawatoboi kwenye mziki bila kupitia sekta hizo. Lazima uwe na bosi atakayekudhamini. Kwa hiyo hangaika naye. Sababu wanaotoboa sasa hivi kupitia nini kikavu wenyewe wachache. Sababu mziki unahitajika uwekezaji mdogo wangu, koma naye. Kaona kweli blaza? Akamwambia akamwambia basi poa, haina noma bwana. Baada ya pale bwana, wadogo bwana akabidi afikiane na wale washikaji, ukasepa babu. Kaingia kwenye ndinga, akaja akapelekwa kwenye hiyo nyumba baba. Bonge moja la jumba la kifahari. Yani kifupi yule Ricky anaingia anashangaa, hapa niko peponi. Hivi kweli wanaishi watu? Oya. Kweli kuna watu wanaishi. Akiangalia kulia kuna swimming, akiangalia huku kuna magari yamepaki, mandinga ya kifahari, totozi zinazunguka mle ndani. Akaona kweli bwana. Bwana kweli kuna watu wanaishi. Hata kila akipiga mahesabu naye kule kijijini alipokuwa analalia analalia kamba zile, akaona sisi tulikuwa tulali tunaegesha. Wenzetu ndo wanalala. Wenzetu ndo wanaenjoy. Hawa ndo wanaishi sasa. So sisi kabidi azame ndani. Zama ndani washikaji wale walokuja naye, mwagiseni mpeni chakula anachokitaka. Simchizi akaletewa chakula anachokitaka pale, akala kamaliza, kawa anamsubiria mshua atokee. Sababu kitu anamshua sio kwamba umetoboa. Kuna mambo mengi. Mshua wengine anaweza kweli akaona kwenye clip ka appreciate unachokifanya. Kusema ubwege anaweza kuja kufanya kazi za ndani hapa kwangu akawa anafagia huku mimi naburudika na muziki wake. Hilo linawezekana. Naweza kukuajiri wewe unaimba ndani huku na deki. Ili kesho na kesho kutwa anajua mimi burudani yangu siko ndani, nyimbeni mimi burudani yangu. Kuna watu wanajiulia pesa kwenye nchi za watu ya mambo ya hapo hayo. Kaona ngoja kwanza nikutane na mshua mwenyewe nijue ataongea nini. Katika kukaa na shangasa, mshua anakuja. Kila kimwangalia mara mbili, mbona ndo yule blaza alokuwa yuko naye kule. Yule blaza alokuwa na maplasta huko nini? Mbona ndo yule? Kaona ashikaji macho yangu hao.